Bosire ambaye ameondoka, basi amempisha mgeni ambaye tulikuwa tunazungumza naye katika kipindi hiki chetu cha asubuhi, ambako tutaangazia masuala ya kisiasa, kwa kwamba ni siasa za kitaifa, siasa za kaunti zetu, siasa za maeneo bunge yetu pale, na pia siasa za wadi zetu, kwa kwamba mahala ambapo ma MCAs ama wawakilishi wadi wameteuliwa. Na pia bila shaka tutaangazia jambo ambalo limekuwa likizungumzwa na wengine wakitaja kwamba huyo jamaa hajajitokeza aseme waziwazi kama anawania kiti cha urais, Dr. Fred Okengo Matiang'i. Kwa kwamba pia yeye tutaangazia mambo hayo. Kwa kwamba wakati huu niko na mgeni wangu hapa studioni, tampa nafasi ajitambulishe kwenyu, aseme yeye ni nani, mahala tokako, na basi tutakuwa tunaanza mjadala wetu moja kwa moja, ikiwa ni kuanza na siasa za kitaifa. Karibu sana Bwana Bagongo katika studio zetu. Asante. Na tunashukuru kwamba uliitikia wito wetu na umefika. Basi msalimie mpenzi mtazamaji, kisha baadaye tutaendelea. Na chukua fursa hii kwanza kuwasalimia Wakenya wote, watu wetu wa nyumbani wa kaunti yetu ya Kisii, watu wa sehemu yangu ya wakilishi bungeni ya Kitutu Chache South, na pia watu wa nyumbani kwangu huko Nyatieko Ward, na kwa jumla na wakaribisha wote kwa mjadala wa siku ya leo. Okay. Basi huyo ni Daniel Nyakundi Ongoto ambaye amekuwa akiwania kiti cha wakilishi wadi kutoka ama eneo wadi lile la Nyatieko, kaunti ya Kisii. Bwana Ongoto, tukiangazia siasa za kitaifa, unaziona namna gani haswa baada ya kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga na Rais William Samoei Ruto kuungana mikono na kusema kwamba wanafanya kazi kwa pamoja? Mimi mwenyewe naona siasa ya hii Kenya kama utapeli mkubwa. Na ni kwa sababu wanasiasa wetu hawana mwelekeo. Siasa nzuri ni kama ile ya Marekani. Watu wanasimama, wanapishana. Baada ya mmoja wao kuchaguliwa, wanaitana, wanaongea mambo ya nchi yao, wanakunywa chai, kisha wanampisha mwenye amechukua ushukani na kuendelea na kazi. Basi pale umetaja kwamba ni utapeli mkubwa, na umetaja kwamba unaifananisha na nchi ya Marekani, ambako baada ya siasa wao wanakutana, wanaitana, wanakunywa chai na basi wanaendelea. Na tumeona hicho ni jambo ambalo kama hilo limetendeka hapa nchini, wakati ambapo tumemuona kinara wa ODM na Raila Amolo Odinga na Rais William Samoei Ruto wamekutana, wameitana, wanasema sasa kwamba basi tufanye kazi kwa pamoja. Mbona ukataja kwamba ni utabeli na umefananisha na Marekani pale? Cha kumaanisha kwamba huo ni utabeli, wakati watu wanachagua serikali, ama wakati wananchi wanachagua serikali, pia wao upenda kuwa na serikali mbadala, ili serikali ile ingine ikishindwa, hii ingine inangojea kuendelea na kazi. Sawa tu na Marekani. Lakini sasa ile mambo ya handshake, ile ni utapeli, kwa sababu kuna watu wengine ambao hawaamini mambo ya handshake. Ni kwa sababu wakati mtu anawania kiti fulani ama kiti cha urais, anakuanga na sera tofauti, na sera fulani. Na wananchi waamini mtu fulani na sera zake. So unaposhindwa kazi, na kuitana mwenzako, kumuita mwenzako ili muweze kushirikiana, mnakosa hata sera. Kwa sababu mnakuanga mko pamoja kama handshake. Lakini sera ni tofauti. Na sasa unapata yule mwingine mwenye ako mamlakani, anafikiria na kutegemea sana sera zake sifanye kazi. Na hiyo sasa huwa ni ngumu kwa wale wengine, kwa ule upande mwingine. So ni kusema kwamba wewe ukubaliani na maagano ambayo waliafikiana na jinsi ambavyo walisema wanafanya kazi kwa pamoja? Sikubaliani kabisa. Ile ni ndoa ambayo haina maana na haiwezi dumu. Na ndio sababu mimi nimeitaja kuwa ni utabeli kati ya wale viongozi na wananchi wa Kenya.
Aha. Yes. Basi na tunapoendelea kusonga mbele, kuna jambo ambalo linajitokeza katika viongozi hawa wawili, tukiona kwamba kuna msukumo ama kuna kushtumiwa na baadhi ya wanasiasa kwamba ndio wamemtenga Mkenya wa kawaida jinsi ambavyo wamekuwa wakifanya mambo. Je, Raila Amolo Odinga, wewe ni mwanasiasa na maybe wakati mmoja ama mwingine mmekutana naye mkazungumza ama mmeketi pamoja naye. Ukiangalia Raila Amolo Odinga na utendakazi wake, unamuona kama mtu wa aina gani? Raila kwa sasa namuona kama mtu ambaye ameseeka na ana ule uungwaji mkono aliokuwa nao kwa Wakenya. Raila ni mtu alikuwa anafanya kila kitu kulingana na mapenzi ya Wakenya. Aha. Na ikafikia wakati akashindwa kura ama akaibiwa kura, anything that comes first. Sasa sijui kama ni kulewa, ni miaka imekuwa mingi ama ni kuzeeka. Sasa hapo mimi mwenyewe nashindwa sababu uwezi kuwa unategemea handshake kila wakati. Kuna wakati wananchi wanakuhitaji, kama sasa hivi Kenya ndio ilikuwa inamhitaji Raila kuliko wakati mwingine wote. Na jambo la kwanza, kulikuwa na extrajudicial killings. Kulikuwa na hii vijana kukamatwa na kupelekwa ofyo ofyo. Tunaita kwa lugha ya Kimombo ni kutekwa nyara tu, kutekwa nyara. Na hiyo ni mambo ile serikali mbadala ingeshughulikia. Na huo ndio wakati Raila anaungana na mwenzake yule. Sasa mimi mwenyewe nafikiria hata najiuliza, Raila ako upinzani ama ako kwa serikali? Wakati mmoja wiki jana amezungumza eneo lile la Kiambu akitaja kwamba yeye hajabadilika, yeye ni yule wa kupigania haki za Wakenya wa kawaida, na akataja kwamba hajaenda kumtafuta rais, ni Rais William Ruto alimtafuta yeye. Basi hapo kidogo bado unaona kwamba amemwacha Mkenya ama bado yeye anampigania? Raila amefanya kazi nzuri Kenya tukiangalia ile miaka ambayo imepita. Anashinda kura, ananyanganywa, anapaki upinzani. Na Wakenya wanazidi kumsupport, kumunga mkono na kumpenda. Lakini hii mambo ambaye ilifanyika juzi wakati tulipata serikali mpya ya Mheshimiwa William Ruto. Vijana wakaanza kuchukuliwa, CNC wakaweka mambo yao kwa mesa, wakasema this is what we want as Kenyans. And na unajua youths wa hii Kenya, vijana wa nchi hii wako na kusema zaidi kuliko hata wengine wote. Ilibidi mambo ilikuwa ni mawili, either Ruto angatuke ama fanye kulingana na mapenzi ya vijana na Wakenya. Na hiyo ndio wakati hata mimi mwenyewe kama Ongoto nilikuwa na muhitaji Raila zaidi. Raila akaruka akasema waje tukuje pamoja. Unajua mnaweza kuja pamoja when there is something good for the country. Uwezi kuona wakati watu wanaomboleza ndio unaanza kuleta mambo mengine. Unawaja kwanza watu wamalize kuomboleza. Wale vijana walichukuliwa wapatikane. Wengine hata kama wanapatikana wakikufa wasikwe. Tujue kwanza ni nani aliwaoa, ni nani aliwachukua. Nani alifanya hizo kidnappings. Then from there we can now, sasa tunaweza kutulia tukijua Kenya inaenda mbele. Sasa yeye wakati anahitajika zaidi. Ndiye anaenda for coalition, ndiye anaenda for an accords na mambo mengine. So na hiyo sasa kwangu mimi ndio nilikuwa mpenzi wa Raila sana. Immediately niliona hivyo. I switched off. Na nikaingia na ndugu yetu Matiang'i. So in fact it is a big letdown. Wa Kenya
hawafurahi vile Raila anaendelea kufanya siasa. Yes. Na pale ambapo umetaja kwamba angeangalia kwanza, atulie, vitu vyote vifanywe jinsi ambavyo vinafaa kulingana na wewe. Na jambo lile ambalo wamesema the main reason ambayo imewafanya waje kwa pamoja, wamesema kwamba Kenya ni kubwa kuliko mwanasiasa yeyote. Na kile ambacho wamesema kwamba ni kuja pamoja kwa minajili ya amani hapa nchini, kuwaleta kwa Kenya wote pamoja na pia kumfanyia mwananchi wa kawaida maendeleo. Uone hilo kama ni jambo kubwa ambalo limewafanya hao viongozi waje pamoja, ama kidogo hapo ni siasa tupu zinachezwa? Hakuna jambo kubwa hapo. Kwa sababu unapopanga serikali, ukisimama urais, unapanga serikali yako kikamilifu. Ili ukianguka kidogo, hii serikali mbadala ndio naye iko na timu yake. Unajua ni kama tu football. Unapata Kenya Brewery iko na Shabana. Ndio. Shabana wakianguka hawahitaji mchezaji kutoka Kenya Brewery. Watafanya kubadilisha na yule wa Shabana mwenye ako pale kwa benchi. That is, hiyo ndio inaenda hata kwa siasa. Serikali ikiwa hii ingine ya upinzani ni serikali bado mbadala. So that in case ikianguka kulingana na katiba, spika wetu wa Kenya anasimamia serikali katika siku 90, tunaenda uchaguzi. So Wakenya wakikataa hii, automatically watasettle kwa hiyo ingine, kwa ile ya upinzani. So there is no way mtu kutengeneza ama kuenda kubayuka tu haraka kuenda for an accord when the country needs him more than before. Basi jinsi ambavyo umezungumza ni kwamba wewe ungependa uone Raila Amolo Odinga yule ambaye ulikuwa umezoea jinsi ambavyo umetaja, akimchukua mtu mwingine na kumunoa, kumsema kwamba ndio huyu ambaye nimemfront katika timu hii yangu ya ODM, basi asonge mbele. Raila alikuwa sana mkakamavu na mwenye nguvu katika upinzani. Na amekuwa akifanya, he has been doing so, amekuwa akifanya hivyo. Ashindwe, ashinde. Anakaa upinzani. Ndio. Na Kenya inaendelea. So hakuna kitu mpya, hakuna mambo mapya anaweza kukuletea akiwa na ile serikali nyingine. Kwa sababu hawezi kuamini zile policies za ile serikali. Alikuwa na zake kama mpinzani wao. So hakuna vile ataleta zile policies aweke hapa. It is only kugawana viti. Na hiyo iwezi leta shangwe kwa Wakenya, iwezi leta furaha kwa Wakenya, na iwezi leta mabadiliko kwa Wakenya. Yes. Na tukiangalia kidogo historia ya Kenya ni kama kwamba inajirudia kila wakati. Tukiangalia mwaka 1992 kuna mambo yale ambayo yalifanyika wakati Jaramogi Oginga Odinga alikuwa hai, na jinsi ambavyo walifanya ndoa ya kisiasa na Mlima Kenya. Na hivyo njia ambayo tumeona baada ya Rigathi Gachagua kutimuliwa mamlakani mwaka jana. Tumemuona kabla Raila Amolo Odinga hajaungana na Rais William Samoei Ruto, tulimuona Rigathi Gachagua akimuita kwamba njoo upande huu, sisi tutakupa kiti hiki cha urais. Na pia tukaona kwamba baadhi ya viongozi wakisema kwamba Raila Amolo Odinga asimame upande ule mwingine. Lakini alizunguka nchini, tulimuona hata Kisii alikuja kutafuta maoni kutoka kwa vijana wa Gen Z, kisha baadaye siku ambayo ilifuata tukaona kwamba wamekubaliana na wametia sahihi yale makubaliano. Je, siasa za Kenya tukilinganisha na mambo ambayo yamepita ya nyuma ama historia ya kisiasa hapa nchini Kenya, kidogo hapo tunaona kwamba hakuna serikali hata moja. Tumekuwa tukimwona huyu Raila Amolo Odinga, serikali ya Moi alikuwa humo ndani, serikali ya Kibaki alikuwa, serikali ya Uhuru alikuwa, na sasa serikali ya Ruto ameingia serikalini. Je, ni mazoea yako hivyo ama ni historia tu inajirudia tu vile vile? Kwangu mimi ninasema ile ni kujiwekelea na kujifanya. Sababu wewe ukiwa mzee, wacha nikupae mfano wa familia. Ndio. Wewe ukiwa mzee wa nyumba ambayo uko na bibi yako na watoto. Wewe toka kwa hii nyumba, uende kuongoza nyumba ya ndugu yako na tayari yako na familia. Ndio. Hiyo hakuna mahali imewahi kufanyika. Raila mwenyewe ni president in waiting na amekuwa. Sasa unajua kuingia pale kusema eti sasa ni kwa sababu ya umoja ya Wakenya ama umoja ya nchi. Ndio.
hakuna Wakenya wamesema wanataka Raila aungane na Ruto ndio Kenya ipate umoja. Ruto alikuwa na mipangilio yake vile atapanga serikali. Sasa na unajua sasa Raila kusema ukweli kabisa ama kuwa wazi. Ndio. Amengojea Rigathi atolewe angatuliwe. Ndio. Ndiye arudi the other side. Na hiyo ni mfano mbaya kwa kabila wenzetu wa Central. Mlima Kenya. Wataona kwamba ile kutolewa kwa Rigathi Gachagua it was a political maneuver ya Rigathi atolewe Raila ingi. So hata ukiwaambia kutolewa kwa Rigathi ni mambo yake na Ruto, Mlima Kenya hawezi kubali. So watamuona Raila kama traitor. Lakini Raila angekubali kujiunga na Rigathi Gachagua, hata kama Rigathi Gachagua alikuwa anamtukana Raila kila wakati wa kampeni. Kawaida tukimaliza kampeni Kenya tunasahau, tunaanza tena mwanzo mpya ili kujenga nchi. Sasa wewe unaona Rigathi ametolewa, Raila ameingia. Hiyo hata Raila sasa akianza kusema ameingia tu hapa kidogo na atoke aende kutafuta kura ya urais. Wakikuyu, watu wa Central Province hawatamwamini. Kwa sababu watamwona kama traitor mwenye aliwapiga. Na unaona kidogo tu Rigathi alipotolewa. Ndio Ruto akatoa mawaziri kutoka kwa chama cha ODM. Kupeleka kwa ile serikali. Wakaingia kama 3 4. Ndio sasa Raila akatengeneza ile accord. Ndio. Na hii accord anasema eti akapita Kenya mzima akikusanya maoni. Aliandika ripoti gani? Kama tuseme ukweli Kenya ni kubwa. Wewe umepita hata kama ni hiki si county peke yake. Kukusanya maoni. Alipata fursa saa ngapi ya kukombea hizi options za hii maoni ndiye aende kufanya accord na Ruto. So to me hii ni mipangilio ambayo ilikuwa imepangwa kwanza kabisa ya kumhujumu Rigathi, kumtoa mamlakani ili kuingiza hii serikali nyingine mbadala. Na sasa naye Rigathi akajua akaingia hata sasa kwa ile serikali mbadala. Sasa ukiangalia ukikombea kati ya Raila na Gachagua, Raila amekuwa very prominent politically. Raila amekuwa Rigathi amekuwa na nguvu zaidi kushinda hata Raila sasa. So which means hata saa hii tena hii serikali yao ya kodi zao ianguke saa hii. Ndio. Tena Rigathi can take over. Na jinsi ambavyo umezungumza Rigathi, tunajua kwamba aling'atuliwa mamlakani katika yale mashtaka ambayo alisomewa na bunge la kitaifa na pia yakahakikishwa na bunge lile la seneti, kisha baadaye akang'atuliwa mamlakani. Je, anayo nafasi ya kuwania kiti chochote kio kwamba tukiangalia katiba ya Kenya mwaka 2010 inazungumza nini kuhusu yule ambaye ameondolewa mamlakani? Kano na katiba. Ndio. Ile mambo Rigathi alikuwa anapigwa nayo ndiye akang'olewa. Ndio ile Ruto alifanya akiwa na president Uhuru Muigai Kenyatta. Ndio. Ruto aliwacha serikali. Akaenda nje kabisa bila kufanya kazi. Akaanza kampeni. Paka ikabidi aitwe jina lingine mzuri sana ya Tangatanga. I think unakumbuka. Ndio. So na ndio sababu sisi tulikuwa tunasema kwanza mimi nikiwa mmoja. You know mimi nakuanga very straightforward. I don't want to beat around the bush. Kama Uhuru Kenyatta angekuwa mtu mwenye ataki amani katika hii Kenya. Pia Rais Ruto angepanguliwa wakati ule mamlakani. Ndio. Lakini kwa sababu viongozi pia huwa na subira. Huwa wavumilivu. Rais Kenyatta aliweza kumvumilia Ruto. Akapita Kenya mzima. In fact resolve ya Wakenya karibu wote walikuwa wanasema Rigathi akienda na Ruto afanye nini? Aende. Wangatuke wote. Ama Rigathi akibaki, Ruto abaki vile Ruto alibaki wakati wa Kenyatta. So mimi mwenyewe kama mheshimiwa Ngoto niliona ile ilikuwa ni blackmail na ilikuwa ni fitina ya kumuondoa kwa sababu labda kuna siri za wizi zilikuwa zinafanyika hapo na Rigathi alikuwa ange spill the beans. Angesema ukweli. So wakasema watamkanyagia. Na hiyo ni kawaida. Lakini sasa wakafikiria wanamkanyagia Rigathi.
Lakini vile tunasema sasa. Rigathi amekuwa na nguvu kuliko ile nguvu alikuwa naye akiwa deputy president. So uwezekano upo kwamba kama Rigathi angeungana ama Raila Amolo Odinga angeungana na Rigathi Gachagua, kuna uwezekano kwamba wangeunda serikali mwaka 2027. Hata saa hii. Kiongozi hata Matiang'i akuje saa hii. Ajiunge na nini? Na Mlima Kenya. Ndio. Rigathi akiwa ndani automatically. Hata Raila asimame na Ruto na Kalonzo. Wacha nikwambie itakuwa ni maajabu. Basi ikiwa kwamba ni siasa, na tutangoja tuone jinsi ambavyo mambo yataendelea. Na tunapoendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, endelea kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook tupata kama Ndizi TV News Digital. Zungumza nasi, tutumie ujumbe wako pale, nitakuwa nikiusoma muda usiokuwa mrefu. Na kumbuka kwamba upande ule wa YouTube utatupata kama Ndizi TV News, upande ule wa X, TikTok na Instagram bado tupata kama Ndizi TV News pale. Na usahau kwamba utazungumza nasi kupitia mitandao ama WhatsApp pale, na pia kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya studio 0792192834. Kwa kwamba asubuhi ya leo niko na mgeni katika kitengo chetu cha kisiasa, ikiwa kwamba ni awamu ya 3 katika kipindi chetu cha Pambazuko, ambako tunaangazia masuala ya kisiasa. Ninaye Mheshimiwa Ongoto katika studio zetu, tunaendelea kuangazia masuala ya siasa ya kitaifa. Basi Bwana Ongoto, cheza ambavyo umetamka pale. Wakati huo huo Raila Amolo Odinga amekuja Kisii kutaja kwamba anakusanya maoni kutoka kwa vijana wa Gen Z. Alitamka jambo kuhusiana na aliyekuwa waziri katika serikali ya Uhuru Kenyatta, Dr. Fred Matiang'i, ambaye wengi wanamjua kwa yale mageuzi ambayo aliyafanya katika serikali ama akipatiwa nafasi kufanya kazi katika serikali yake Uhuru Muigai Kenyatta. Na alitaja kwamba ndio Matiang'i ajajitokeza rasmi ataje kwamba anawania kiti cha urais. Na pia watu kutoka jamii ya Omogusi wamekuwa wakisukuma hilo, na tumesikia kutoka Mlima Kenya pale baadhi ya wafuasi wa chama cha Jubilee akiwemo yule Secretary General wa chama hicho cha Jubilee Bwana Jeremiah Kioni amejitokeza na kusema kwamba sisi tuko tayari kupa Matiang'i nafasi. Na kwa kijana tumewaona baadhi wakati walikuja eneo la South Mogrango wakizungumza kusema kwamba Matiang'i akija basi tutampa nafasi. Lakini hatujamsikia Matiang'i yeye mwenyewe akizungumza. Je, unaona siasa za Kisii namna gani kuelekea katika siasa za kitaifa hasa kuwania kiti cha urais? Nafasi ya Mheshimiwa His Excellency the Honorable Matiang'i. Meri imeng'oa nanga. Ndio. Ni ukweli. Bwana Matiang'i anatafuta kiti ya urais. Lakini sio lazima tuende kutafuta Raila. Ndio Wakenya wajue Matiang'i anasimama katika kura ya urais. Cha muhimu ni kwamba sisi tuko ground. Mimi nikiwa mmoja wao. Ndio. Senator wetu super senator wa Kisii County. Honorable Richard Onyonga. Ndio anaendeleza kampeni za Matiang'i. Watu wanasema wengi sana, hata mahali nimepita wanasema wanataka Matiang'i ahakikishe kwamba ako katika king'ang'anyiro. Lakini sisi tunasema Matiang'i amenyamaza kwa sababu ambazo anazijua mwenyewe. Matiang'i ni mtu alikuwa anapanga serikali ya Uhuru Kenyatta. Ndio. Na kwa kusema ukweli serikali ya Uhuru Kenyatta iliwafanyia Wakenya kazi. Na example ama mfano. Ndio. Serikali ambazo zimepita wanafunzi walikuwa wanafanya mtihani hata wa darasa la 8 inachukua miezi 2 ndio mtihani inatoka. Lakini wakati Matiang'i aliingia katika ile wizara ya elimu, tulikuwa tunapata matokeo ya mtihani kwa muda wa wiki 2. Matiang'i akaingia kama waziri wa security. Wakenya wakapata police station kila mahali. Ndio. Na hiyo ilikuwa ni kwa sababu ya bidii ya Bwana Matiang'i. Matiang'i akawa super CS. Matiang'i akafanya coordination serikali
ikafanya kazi. Hata unaona mabarabara ukiangalia vile Kibaki aliacha, Uhuru aliendelea kufanya kazi. Hata mimi mwenyewe kwangu. Barabara, kuna barabara Matiang'i alijenga. Aliambia Uhuru lazima tujengee watu wa Kisii barabara. Ukiangalia barabara ya kuenda Daraja Mbili, kuenda Nyahururu, kuenda Suneka. Ile flyover iko huko. Ilijengwa na Matiang'i. Ndiye aliomba National Government ikajenga ile barabara. So Matiang'i ni mtu alifanya kazi na ni mtu mkakamavu. Na ndio sababu Raila anasema Matiang'i atasema. Na sisi hatujaambia pia Raila aseme. Lakini sisi kama Wakisii tunajua na tunasema Matiang'i ni kipenzi cha Wakenya na atasimama kura. Matangazo tutafanya wakati ukifika. Sio vile wanataka, vile sisi tunapanga. Kila nyumba iko na, kila familia iko na uongozi na mpangilio. Ndio. Na mimi najua hivi karibuni tunazidi kuongea na Mheshimiwa Richard Momoimo, seneta wetu wa Kisii. Seneta shupavu. Na tuko na mpangilio. So waja wa Kenya wangoje Matiang'i na wakuwe patient. Hatutaki kuenda haraka. Sisi tunaenda pole pole. Na hivyo jinsi ambavyo umezungumza, na je, Matiang'i atasimama na chama kipi? Kwa sababu tumeona chama kile ambacho kimemkaribisha kinatoka Central Kenya, na tukiangalia eneo pana la Gusii, wakati wa Nyachae ndio tulipata wabunge wameteuliwa na makansolars wengi tu na chama chake cha Ford People. Sasa hivi tukiangalia Gusii nzima, hakuna chama ambacho kinamleta mwananchi wa kawaida hasa eneo la Gusii pamoja. Tuseme kwamba hiki ndicho chama tuko nacho kama community Gusii na tunasimama na chama hiki, sasa hichi ndicho Matiang'i atasimama nacho. Je, atasimama na chama kipi? Unajua haja yetu sio chama. Ndio. Haja yetu ni kuuza jina ya mheshimiwa. Our Excellency, you know this Excellency? Our Excellency. Honorable Matiang'i. Na ndio tunaendelea kufanya. Matiang'i kulingana na ile kazi alifanyia wa Kenya ni kipenzi cha kila kabila. Matiang'i yako na misisi kila mahali. Ndio. Na tuko na matumaini ya kumng'oa Bwana Ruto mamlakani. So the only option ni kwamba Matiang'i anakuja. Chama iwe ni Jubilee, iwe ni UPA, iwe ni Ford People, iwe ni Wiper ya Kalonzo. As long as tutapata like minded people kama hawa. Hapo sasa ndio tutatangaza ile ndege ambayo itafikisha ndugu yetu State House. Na tukiangalia ikiwa kwamba ndio atasimama kiti, lakini umoja viongozi kutoka eneo hili pana la Nyanza, haswa eneo la Gusii, hatujaona viongozi hao wakizungumza na sauti moja tu. Wengine wanasema kwamba wanazungumza upande mwingine, wengine wanazungumza hapa. Tumemwona Onyonga akitaja kwamba yeye anamwakilisha Matiang'i na wamezungumza naye na anamtuma katika mikutano muhimu ya kisiasa ambayo inafanywa hapa nchini Kenya, haswa na wapinzani kama vile yule Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka. Sasa namna gani tutapaswa kusukuma ndugu yetu Matiang'i kwa chama ama kuwania urais ikiwa kwamba jamii atusungumuzi kwa sauti moja, kila mtu anazungumza upande wa kwake? Hakuna vile kwamba atusungumuzi kwa sauti moja. Wakisii wanaelewa Matiang'i vizuri. Na wanamjua. Ndio. Ukweli ni kwamba Mkisii ama Mjaluo ama Mluya hawezi shinda kura kwa rais. Ndio. Bila kutafuta makabila zingine. Ndio. Lazima tutatafuta coalition kama kina Rigathi, kina Gachagua, kina hii governor ya Kitale anaitwa namna gani, Natembea will bring them on board. And that is what exactly we are doing now. Sasa Mkisii mwenye atakuwa kando na Matiang'i atarambishwa sakafu. I can assure you. It is not business as usual. Mbona mimi niko hapa? Ndio. Mimi ni mwanasiasa mkongwe. Si eti nimeanza siasa sasa hivi. Hata kama ingawaje sichawahi shinda kura, but I'm doing well politically. Na sana on the ground. Mimi sio mjinga. Ndio nianze kutafuta Matiang'i. Nilitafuta Matiang'i, tukatafuta Matiang'i. Mimi nimekuwa mtu wa Jubilee. Kama saa hii Kioni anakuja hapa tarehe 4. Ndio. Kioni anakuja kuuza sera za
Matiang'i. Ndio. Former president Uhuru Kenyatta. Aha. Tuko na yeye. Ni kwa sababu gani? Anajua Matiang'i akipewa chance. Aha. Hii Kenya atanyorosha Kenya. Aha. Na first on our blueprint. Yes. Wezi watatoroka. Aha. Wezi Kenya hutawaona. Hiyo ndio policy yetu ya kwanza. Corruption ya hutaona. Matiang'i anaelewa vile watu wanaumia na corruption. Aha. Matiang'i anaelewa mahali watu wanafanya kukoroga maneno hivi, wanaiba pesa ya watu. Matiang'i anajua penye mbunge afanyie watu wake kazi. Aha. So those are stories ambazo anaelewa. Na ndio sababu sisi tunataka kumchagua vile alifanya education. Vile alifanya interior. Aha. Unajua Kenya ukifanya kazi katika Ministry ya Interior na education, then you are now capable to manage the country. Aha. Na hiyo ndio sasa sisi tunaendelea kufanya. Na saa hii kuna watu wamekanyaga mara mbili, wako na Matiang'i, wako the other side. Unapata mtu ako na Raila, lakini kwa roho ako na nani? Ako na Matiang'i. Hii wabunge wote, magavana wote, Matiang'i ndiye alikuwa anawapea security. Aha. During Uhuru's tenure. Aha. So hakuna kiongozi ambaye amfahamu Matiang'i vizuri. Ndio sababu mimi nakuambia. Come next elections. Yes. All Kisii votes will be in one basket. Mwenye ataenda kombo kidogo, hata akuwe na pesa ngapi, hata wananchi hawawezi kumkaribia, watamwona kama shetani. Because hii ndio sasa chance Mkisii amepata kumtoa. Ndio sasa sauti, ndio sasa imefika wakati wananchi kuamua either wezi ama watu wakamilifu. Yes. Na tukiangalia umetaja kwamba chama cha UPA, jinsi ambavyo tunajua chama cha ODM kinamilikiwa naye Raila Amolo Odinga, chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Je, chama cha UPA kinamilikiwa na nani? Na chama hicho ukiangalia eneo pana la Gusii, kaunti ya Nyamira na kaunti ya Kisii, iko ama chama hicho kiko na wapunge wangapi na pia wawakilishi wadi wangapi? Chama ya UPA ama UPA sasa kinaongozwa na governor wa Nyamira. Unajua governor ya Nyamira pia ni baba yetu kwa sababu ni governor wa Nyamira county. Nyamira ni kama Kisii. Because tulikuwa Nyamira na Kisii ilikuwa moja. Ndio. Ikakatanishwa ndio administration iende karibu na watu. But Nyamira na Kisii is the same. Lakini unajua kuna wakati wa Mungu fika. Ndio. Mungu anasema sasa Wakenya wamesema wanataka Mkisii. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya utenda kazi. Unajua unaweza kumiliki chama. Ndio. Lakini ukose kujua kuitumia. Unaweza kuwa na mobile phone, hujui kuitumia. Ndio. Unaweza kuwa na pesa. Planning ni shida. That is exactly what now the UPA party is undergoing. Lakini Matiang'i akikuja vile tunajua anakuja. My friend, it will not be business as usual. Ndio sababu unajua unaona mambo ikifanyika, unaona kama mambo inafanyika mbaya, lakini hiyo inataka kubariki mtu mwingine. Unajua Gachagua wakati alinyoroshwa. Sio Gachagua wakati alinyoroshwa. Watu walifikiria Gachagua anaenda kufa. Na katika mamlaka uwezi acha na mamlaka uende kufa. Unaenda tu kufa ukienda jela. Hapo ndio kifo iko. Kwa sababu jela uwezi kuenjoy. Lakini Rigathi wakati aliachishwa kazi ama alingatuliwa, alipata fursa nzuri ya kujiunga na Wakenya wenye nia njema, kujenga taifa. So ndio sababu unaona tunamungoja, kwa sababu tunaangalia ile kura Rigathi yako nayo Central yenye ilimuweka Ruto mamlakani. Ile kura ikifika kwa Matiang'i, tupate ya Kalonzo, tupate ya Martha Karua, tupate ya mandugu zetu wa Jaluo ambayo tumekuwa, hata Raila atakuja. Ni vile saa hii hawezi kukuambia. Raila atakuja kwa akiangalia ile akiwa akona is on record, ataona ile muda wa Kisii wamemsupport. Hakuna vile Raila ataacha Matiang'i hapa aende kusupport Ruto next time. So tunaomba tu wakati mwema ule wa Mungu Matiang'i ajitokeze. Na basi swali lile lilikuwa kwamba
chama cha UPA kiko na wabunge wangapi ambao wameteuliwa katika eneo hili la Gusii? Okay, I'm not affiliated much to UPA. Lakini haina ushawishi siku za nyuma. Lakini saa hii vile Matiang'i anakuja, UPA na Jubilee watafieka vite kufieka. Kwanza Kisii itakuwa ni UPA Jubilee. Hata ODM unless Raila aseme vile tunaongea na yeye akubaliane na sisi, ndio itakuwa ngumu kupata kiti katika Kisii County na Nyamira. Basi tunapoendelea kusonga mbele katika kipindi chetu cha Pambazuko awamu ya 3, tukiangazia masuala ya kisiasa hapa nchini Kenya, tukiwa na mgeni bwana Ongoto Daniel Nyakundi katika studio zetu, tunapoendelea kuchanganua mambo haya ya kisiasa za kitaifa. Na pia tukisonga mbele, naona baadhi ya wale ambao wanaendelea kufuatilia kupitia mtandao ule wetu wa Facebook. Naona pale Joshua Munguru Ishmael anasema kwamba kutoka maeneo ya Nyatiko Milimani Kinyonzi anafuatilia. Presenter Masela anasema kwamba anafuatilia. Morris Nyatwanga anafuatilia kipindi. Clau Nyakeza anasema kwamba anafuatilia moja kwa moja. Na pia Mwana Arsenali anasema ako ndani kutoka maeneo ya Nyamache Tukia Mwana. Basi tunapoendelea kusonga mbele, mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV, wapo kwamba una swali la kumuuliza mheshimiwa Daniel Ongoto Nyakundi katika studio zetu, basi fanya vile vile kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook. Tupate kama Ndizi TV News Digital, upande ule wa X, upande ule wa TikTok, upande ule wa Instagram. Pia tupate kama Ndizi TV News, na kwingineko katika tovuti yetu tupate kama www.ndizitv.co.ke. na kwingineko utazungumza nasi kupitia nambari yetu ya simu, utatuma ujumbe mfupi ama kupitia WhatsApp pale. Nambari yetu ni 0792192883. Inikiwa kwamba ni kipindi cha Pambazuko, tunaendelea kusonga mbele kwa kwamba muda wetu unasonga kweli. Tupate mapumziko chapo tu kwa dakika 3, kisha baadaye tutarejelea tuangazie masuala ya kisiasa katika maeneo bunge yetu, kisha baadaye tuangalie kaunti zetu pale, na tutakuwa ama wakati tutakuwa tunatamatisha kipindi. Lakini wewe mpenzi mtazamaji, kwa kwamba unalo swali la kumuuliza mheshimiwa Daniel Nyakundi kuhusiana na yale ambayo tunayangazia asubuhi ya leo, basi fanya vile kuzungumza nasi katika mitandao hiyo ya kijamii ambavyo nimekueleza. Tupate mapumziko mafupi. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Unatazama Ndizi TV Afrika. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile
Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Unatazama Ndizi TV Afrika. Basi baada ya kuwa katika mapumziko hayo mafupi, tumerejea tena tuendelee na gumzo letu la kisiasa, nikiwa na mgeni wangu katika studio zetu za Ndizi TV, Bwana Daniel Nyakundi Ongoto, ambaye amekuwa akiwania kiti cha uwakilishi ward katika eneo lile la Nyatieko ward, eneo katika kaunti ya Kisii. Basi tunapoendelea kusonga mbele, zungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook tunapata kama Ndizi TV News Digital, kwingineko zungumza nasi kupitia mtandao ule wa WhatsApp na pia ujumbe mfupi kwa nambari yetu 0792192834. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi na tunaendelea mbele na mazungumzo yetu. Sasa Bwana Ongoto, tumeangazia baadhi tu ya siasa za kitaifa, na pale ambapo umesema wewe unampigia upato kabisa ambaye anawania ama anatajwa kuwania kiti cha urais, Daktari Fred Okengo Matiang'i, aswa kutoka eneo hili la Gusii. Na tunapoendelea kusonga mbele, tukiangalia katika kaunti zetu, eneo pana la Nyanza, tumeona jinsi ambavyo wale county bosses, aswa magavana tofauti wanafanya kazi zao. Tukianzia kaunti ya nyumbani hapa, kaunti ya Kisii, je, utenda kazi na kazi inafanywa namna gani katika kaunti ya Kisii? Je, wewe unaridhika na jinsi ambavyo mambo yanaendeshwa katika kaunti zetu? Kwanza tukiongea juu ya Kisii County. Kazi sio mzuri. Kwa sababu sometimes back kulikuwa na kelele kati ya Mheshimiwa Osoro na gavana wetu mpendwa Simbarati. Na mimi niliona kama, unajua mahali kuna kelele, hata familia ukiona mahali kuna kelele, familia sio rahisi kuendelea. So nikaona kuna ukosefu wa madawa hapa mahospitali yetu. Mabarabara inaanza kutengenezwa, inalimwa, inawachwa hapo hata bila kukamilishwa. Maji inatengenezwa kwa sehemu za ward zetu huko. Ikimalizwa tu ukienda kufungua kuna maji. So nikafikiria labda ni ile kelele ya kati ya gavana na ile malumbano kati ya gavana na mbunge wetu Mgirango Kusini, mbunge wetu kijana yetu Osoro. Ndio. So hivi karibuni ikaja Raila ameshikana mkono, wameoana na Ruto. Ndio. Nikaanza kuimagine kwamba Osoro from the other side ya Ruto, ya serikali. Na gavana wetu walikuwa kwa upinzani na Raila.
So I thought things may now work since sasa wamekuwa na handshake. Ndio. Wameletwa pamoja na handshake ya Raila na Ruto. Lakini sasa mimi nikienda hapa hospitali hakuna hata dawa hata ya kudunga mtu wa asima. Nimekuwa hapo juzi. Ndio. Nikipata accident. Kuna painkiller unadungwa ukiwa na ajali ama ukiwa na maumivu. Hakuna hiyo dawa unaambiwa enda nunua. Na hiyo dawa ni ya 50 bob. Sasa mimi nikashangaa kweli. Shida ni ile ilikuwa serikali ya Osoro ama ni watu wa gavana wetu. So kusema ukweli kutoka mashinani kwa magodi hakuna madawa. Barabara inaanza kurekebishwa hivi na uachiliwa. So there is no proper working kwa serikali ya county. Na hiyo mimi siwezi kumlaumu gavana. Unajua sometimes we need to be realistic. Gavana alichaguliwa naye akachagua ma-CS. Ndio. Gavana unajua ni mtu mkubwa sana. Ukiwa na ile kiti ya ugavana wewe sasa ni karibu Yesu katika hii dunia. Ndio. You will serve the red carpet. Una enjoy kila kitu. Ndio. Sasa unashindwa, unaweza kumkosoa gavana na afya iko na waziri. Sasa kiongozi kama mimi ninaweza kumkosoa gavana na kuna waziri wa barabara. Kuna waziri wa environment. Mambo ya maji. Lakini tukiangalia kasi hii yote, yule ambaye anaofasi, yule ambaye anaangalia kudhadhini jinsi ambavyo kasi imefanywa, ripoti zote zinaenda kwa mkuu wa kaunti ambaye ni Gavana Paul Simbarati. Na tumemwona katika hafla nyingi tu aswa akizindua usambazaji wa madawa katika hospitali hapa kaunti ya Kisii, na akasema kwamba hakuna dawa hata moja itakuwa inauziwa Mkenya wa kawaida, hakuna hospitali hata moja itakuwa inakosa dawa. Basi ni kipi kile ambacho kinaendelea aswa katika hospitali zetu? Now the truth of the matter, because tangu nipate accident sijamaliza wiki. Ndio. Na kweli ni kwamba madawa unatumwa kwenda kununua. Which means waziri wa afya katika Kisii County amelala katika kazi. Sio rahisi kukosa hiyo dawa hata kama ni dispensary. So ukiona mahali dawa kama hiyo inakosa, there must be something wrong. So in fact I've been appealing to our able governor to consult and make a very serious undertaking with these people. Siwezi kuwa siwezi enda sana rais kumlaumu, lakini ukweli ni kwamba hakuna madawa, hakuna kazi inaendelea. Sasa mimi nashindwa hiyo madawa inaibiwa ama hakuna. Na hiyo sasa unajua uweze kupata majibu. Unless gavana mwenyewe ajitokeze, aende hapo kwa hospitali, na sio hiyo peke yake. Aende Marani, aende Nyatieko, kuna dispensary hapo juu, aende Iranda Health Center, aende hospitali nyingine Ogembo. Yeye mwenyewe amatume watu because he has that capacity and the machinery. But as at now utendakazi wa serikali ya county uko chini. Uko chini. Yes. Na basi sasa nani anapaswa kulaumiwa, kwa sababu naona kidogo unataja kwamba huwezi mlaumu huyu gavana moja kwa moja. Nani anapaswa kulaumiwa kwa utendakazi ambao si mzuri katika kaunti zetu? Nimetaja kwamba waziri gavana akona mawaziri. Akona waziri wa barabara. Kuna waziri ya afya. Amekuwa na mawaziri wake ni kama tuna ile serikali nyingine ile kubwa. Ndio. So immediately ukipata kuna kitu mbaya kwa hospitali, the most probably person to answer ni CS wa afya katika county. Na mimi sasa hata jina simujui. Ndio. Kusema tu kweli. Lakini mimi ninasema I want to challenge kwamba utendakazi uko chini. Ndiyo. Sasa kama gavana ananisikiza, ni sasa yeye achukue that responsibility, aongee na mawaziri wake. Because hata yeye sio lazima aende kwa hospitali. Gavana ako na mawaziri, anaweza kudila wao direct. Wajue shida ni gani. Ni wanaweka madawa inauzwa na madaktari, inaibiwa. Ndiyo. Ama ni nini kinachoendelea katika hospitali ya KTRH. Okay, jinsi ambavyo umetaja kuhusiana hospitali, madawa kidogo hapatikani, wananchi wa kawaida wanapaswa kununua ama wanaambiwa kununua madawa kutoka nje.
na bila shaka umetaja kitu kuhusiana na barabara. Na mwaka huu ukianza tumeona gavana wa kaunti ya Kisii akitoa rekodi baadhi ya barabara ambazo zimetengenezwa katika kaunti ya Kisii. Na pale umetaja kwamba kuna zingine baadhi zimetengenezwa zinaachiwa njiani. Je, ni barabara kama gani hii ambayo umetaja sasa kama zinaachiwa njiani? Nikiongea juu ya Nyatieku Ward. Ndio. Kuna barabara ya kuenda Nyatieku ufike mahali tunaita Ria Vineri. Uende juu iende kushika ingine inatoka Kiangoso ikienda Gisarara iende ikuje Kisii. Ndio. Hiyo barabara ililimwa last year. Na unajua kulikuwa na shida kati ya mheshimiwa MCA na governor. Ndio. Hawaelewani vizuri. Hiyo barabara ikafika tu ikalimwa ikaachwa bila kuendelea na bila kuwekwa hata moro. Sasa tukiongea saa hii nikapata ingine imeanza Evate kuenda kwa Paul Bange huko ukienda na Masagara huko chini mpaka uende kuenda Nyakoe. Ndio. Imeanza kulimwa saa hii vile niliona. Imelimwa lakini sijaona ikiwekwa moro. Haya kuna ingine inatoka hapo Nyakyugiro ikienda ishike Iranda ishike Nyamboga yenye inatakana kulimwa ilianza wakati wa Ungwai. Inatakana kulimwa iwekwe pia na moro. Na imekuwa tu iko hapo na mpango ya kulimwa ndio watu wa Nyamboga wapate hata daraja ya kutoka wakikuja tao. Hiyo sijaona. Na sasa mimi nashangaa unaona barabara inaanzwa inafika mahali ukiuliza MCA wa Nyatieku anakuambia contractor atarudi. Alienda atarudi. Sasa mimi nashangaa hakuna budgeting ya kusema hii barabara ikipewa contractor inastahili kuisha kwa muda fulani. So ndio sababu nilikuwa nakuambia kama kuna any problem. Ndio. Unajua hata governor hawezi jua kila kitu. Is also a human being. Tunaongea na sio rahisi sisi kama viongozi. Kuna umiano unaraumu governor, Simba Arati ni mbaya. Mimi sipendi mambo kama hiyo. Unafuata the right channel. Una address issue kama ni barabara, waziri wa barabara. Kama sasa hivi tuko na waziri wa environment, waziri wa maji. Maji liwekwa Mwechobori. Ikatoka huko Nyabundo. Ikaingia Mwechobori. Inatakikana kuenda mpaka Nyamboga huko chini hata ikiwezekana itembee mpaka Nyakoe. Ndio. Ingine yenye imepita kwangu ipite hapo kutoka hapo kwa hiyo hospitali. Hospitali ipate. Ikuje kwa Nyatieku Secondary School. Itoke ipite kwangu vile imepita iende Nyakoe hata iende kwa kina Richard Momoima huko chini. Ndio. Sasa hakuna maintenance mzuri. Na hiyo sasa uwezi kuambia governor mambo ya maji. Because governor has a lot to do. Hiyo sasa unaambia waziri wa governor wa maji. Ndio sasa yeye mwenyewe aende aangalie. Kuna kile ambapo umetaja kwamba kidogo uhusiano wa baadhi ya wakilishi wadi na gavana sio mzuri na maybe hilo huenda linachangia katika maendeleo katika eneo katika kaunti hii ya Kisii. Je, ni vizuri mwananchi wa kawaida kupatiwa thawabu kwa sababu mwakilishi wadi na gavana hawaelewani vizuri, mwananchi wa kawaida ananyima maendeleo? Unajua vile tunasemanga politics is all about numbers and the loyalty. Kazi ya MCA ni kuenda ku oversight. Ndio. Gavana ndiye anatakana kufanya. Ndio. How can you oversight somebody that you don't agree with? Unajua you don't agree kutumia bunduki ama kisu ama panga. You oversight with dialogue na kwa kusema kuongea na kuelewana. Na ni kipi ambacho wewe unaona kwamba kinachangia kutoelewana kati ya baadhi ya wawakilishi wadi na gavana? Nilikwisha kusema kwamba there was a problem between our MP South Mugirango na Posoro na waipo governor Paul Simba Arati. Ndio. And immediately this accord came out. We banged kwamba sasa kazi itafanyika. There were rumors kwamba MCA wangu Nyatieka alikuwa analaya sana na Osoro. Kwa sababu kuna mambo walikuwa wakubaliana na governor, which is okay. Sio lazima watu waelewane kila kitu. Hata mimi ikifikia hapo na muunga MCA mkono. Huwezi
kukubaliana na gavana kila jambo. Kuna ile utamkubalia vile mnasema na ingine mnakosana. Kila mtu anakuwa na opinion yake. Lakini mnaingia mnaweka vichwa pamoja. Sasa bado mimi naona kuna wakati juzi gavana amekuja Nyathieko peke yake. Ndio. Sasa mpaka watu wananchi wa Nyathieko wanauliza we have a representative. Ni nini inaendelea gavana anakuja peke yake? So tunaona kama there must be something bad. There must be bad blood between the MCA and the governor. Na sasa unaona when there is bad blood between the two. Hata wananchi wanashindwa kuamini gavana ndiye ako sawa ama ni MCA ndiye ako sawa. Na gavana na MCA wetu wa Nyathieko, my brother Amos, is not come out atuambie shida kati yake na gavana ni gani. Lakini gavana yeye amekuja amesema hawezi kudili na mtu ambaye hataki kusikizana ama kuelewana na yeye. So kama kuna any issues wanapitana kidogo. Ndio. Hiyo inatakikana wao wenyewe watatue wawili because they are all leaders. Gavana amechaguliwa na wananchi wa Kisii County. Wao baada Nyathieko ni walimpigia kura. Ndio. Na pia MCA alichaguliwa na watu wa Nyathieko mpaka mimi akanishinda. So na mimi nikasema sikwenda kotini, nikasema huyu kiongozi ndio watu wamekubali wa Nyathieko waje afanye kazi. Sasa mimi nashindwa. Wananchi wamekuchagua. You are not able to perform. Gavana anakuja peke yake na unajua kisheria ama kiprotocol. Gavana akija Nyathieko anatakikana kuja na kijana wao wale yule alichaguliwa na watu wa Nyathieko. Au kani gavana kama alone na watu wa Nyathieko wajue wako na representative. It is hard to describe. So the best thing is these leaders must come together. Ndio kama kuna shida MCA tunamwambia na yeye aambie gavana. Hakuna sheria inaturuhusu sisi kuenda kuongea na gavana. Sheria inasema tuongee kupitia kwa representative ambaye ni CEO number 1 Nyathieko ward MCA. Apeleke hii maneno. Oversight kama ni maji sisi tupate maji. Kama ni barabara tupate barabara. Na sio yeye anafanya. Ndio. Ana oversight aseme wananchi wa Nyathieko ambayo walinichagua wanataka hii. Ndio. So is up to the governor afanye ama akose kufanya. Ndio sasa tuende kumuuliza. Na tukiendelea na muda wetu kidogo unayoyoma pale, tukiangalia ya afya, sekta ya afya katika kaunti ya Kisii namna gani? It is the worst hit. Yes. Hiyo ndio mbaya zaidi. Nimekuambia juzi nilipata ajali. Kwenda kutibiwa huko hakuna madawa. I was tulikuwa kwa hiyo gari tulikuwa around 9 people. Ndio. Ikaanguka ikachukua miguu juu. But we were not injured so much. Yeah. Kwenda pale tuko na pains. Unaambiwa you are at pains, unaambiwa enda nunua dawa. You know I fail to understand. Gavana anajua hii. Waziri wa afya anajua hii. Up to date I have no answer. Nakumbuka kwamba gavana kuna wakati mmoja ametaja kwamba ukifika hospitalini uambiwe uende kununua dawa ama upate ukosefu wa damu unahusiwa dawa hizi, unafaa kumpigia simu ama kumueleza ama kuna njia ambayo alikuwa ametoa ya kuzungumziwa. Je, wewe kama kiongozi ni kipi kile mani hatua gani ile ambayo I have always sought an appointment. Yes. To see the governor. Lakini sijawahi kupata. Na mimi jambo yangu kubwa ilikuwa ni kumuongelesha atie PD kufanya kazi because governors walikuwa wengi walikuwa wanataka kuchaguliwa. Ndio. Lakini wa Kisii wote hata ingekuwa ni mpaka Jamira bado mwenye angechaguliwa ni governor Arati. People walikuwa wanapenda Arati sana. Ndio. Lakini mimi naona sasa hivi kidogo utenda kazi inaenda kuleta shida. Kwa sababu actually I can even go back to Muheria Bishop of Nyeri. Unakumbuka akiambia Ruto. Ndio. Wacha mambo ya kulecture watu. Wacha mambo ya kuambia watu yale umefanya. Ndio. Go out the doing board and work for Kenyans. Na unapata mtu mmoja sijui ni CS anaanza kujibu kiongozi kwa kanisa. Ndio. And in fact I can assure you. Ile serikali ya huko juu ni kama inafanana na hii. Unaambiwa madawa iko? Hakuna. Unaambiwa barabara inatengenezwa? Hakuna. Ndio sababu mimi nimekuambia mimi kama mtu ambaye nimeenda shule. Siwezi kuanza kulaumu gavana ambaye alichaguliwa na watu 1400 nikose kulaumu waziri ambaye amechaguliwa na gavana. It will be a cake. So mimi kwanza kidole changu ni kwa waziri wa afya na waziri wa barabara.
wamepewa kazi na governor. Governor alikuwa appoint kwa msaidie. Ni wanadhikana kuenda Nyatieko kama ni waziri wa afya, aone kama madawa iko. Aende KTRH. Aone. Hata hiyo dawa ninunua niko na receipt. Nilinunua kwa chemist, nunua pale. Nikashangaa dawa ya shilingi 50 naweza kosa KTRH namna gani? Nikafikiria labda wale wa huko wanaiba. So sio mimi kujua kama wanaiba. Ni governor anadhikana kujua kama madawa iko ama inaibiwa. Kupitia kwa watu wake wala amepea kazi. Basi na tukiangalia katika kaunti jirani ya Nyamira kuna visa mingi tu ama jinsi ambavyo wakazi wa kaunti ya Nyamira wamekuwa wakilalamika. Wiki kama 2 hivi zimepita tukaona baadhi ya wafanyakazi katika kaunti ile ya Nyamira wakifanya maandamano kulia kwamba hawajakuwa wakilipwa pesa zao za kila mwezi, na kaunti ya Nyamira imekuwa ikikumbwa na mizozo tofauti kuwakilishi watu wakitaka kumngoa gavana wao. Ni kipi kile ambacho utakuwa unazungumza kuhusiana na kaunti ya Nyamira? Sana mimi nikiangalia kaunti ya Nyamira, gavana kwa huko anapenda kulala sana. Ni mtu mzito kiasi. Hata amejaribu. Ukiangalia barabara huko unaona ni kama amelala, lakini kwa mabarabara amefuata ile njia Nyagarama alikuwa anafuata. Lakini bado ni mzito. Na ndio ukaniuliza mambo ya UPA, nikakwambia bado leader wa UPA ni mzito bado, ambaye ni yeye. Ni kuomba tu Mungu. Vile walichagua. Solution ni kwao. Yeah. In fact I don't want to dwell much on Nyamira because at the end of the day nikisema hapa watasema hata wao wako na right ya kusema. Unless uite mtu wa Nyamira aseme I'm not even able kujua account ya kiongozi fulani. Inataka sana kuangazia Kenya na Kisii, kitutu cha South na Nyatieko where I belong. Na pale tunapokaribia kufika tamati, kutoka eneo bunge lako la eneo bunge la linajulikana kama kitutu cha South, namna gani utenda kazi wa kiongozi yule ambaye mlimchagua kama mbunge anafanya kazi yake namna gani? There is rampant corruption in the CDF office. And in fact that is the truth of the matter. Lakini nimejaribu sana kukutana na mbunge, sijampata. Kuna barabara ilikuwa imesemekana kuwa imelimwa. Hiyo barabara inatoka Masagara, Nyakiogiro, ya Vineri Road. Inatoka tu upande wa Nyakiogiro shule ikienda Nyatieko huko juu. Mahali tunaita ya Vineri. Hiyo pesa, hiyo barabara iliharibika mpaka mimi nikaenda na watu na mkono kuenda kuijimba ndio ipitike watu wa bodaboda na watu wenye wanafiwa na wagonjwa wapitishwe hapo. Ndio. Wakati nienda kuilima sikuwa najua kama ilikuwa imetengenezwa. Wakaanza kupiga simu nani analima barabara. Mimi nikasema mimi nimekuja na watu tulime ndio ipitike watu watumie hiyo barabara. Ilikuwa na mitaro si kama unaweza shika mtu kama kaburi. At the end of the day MCA kusikia hivyo akaona hii jambo itamtia kwenye shaka, akaenda Kera akaleta statement ya kusema hiyo barabara ilitengenezwa na mbunge na mbunge. Alafu MC akakuja akatoa zile signature wanaweka kwamba barabara imetengenezwa. Lakini ukweli ni kwamba hiyo makaratasi ilikuwa inaeleza kwamba pesa ilitoka kwa CDF ikatengeneza hiyo barabara na hakuna barabara ilitengenezwa. Hiyo pesa ilikuwa 2.65 million. Ilikuliwa ienda kwa mifuko ya watu. So asati nao vile mimi naongea hapa. Amatilocha heads na mbunge. Hatujapata sisi kama watu wa Nyatieko kuelezwa vizuri vile hii pesa ilitumika. Mpaka ikawa hata MCA wangu sahi analia eti walitumia kumsingizia eti wametengeneza wakaweka signature. So this issue is mimi niko na shida na mheshimiwa wangu wa Kitutu cha South kwa sababu hajatukarisha atuongeleshe vizuri, clear the air kama kweli alitengeneza hii barabara ama ni pesa ilitolewa na ikakuliwa.
na tukiangalia tumeona akiweka akifence shule, baadhi ya mashamba ya shule eneo hilo la Kitutu Chache South, na pia utendakazi hasa kutoa ile bursaries kwa wanafunzi wa shule za upili, vyuo vikuu, na pia shule ambazo ziko na project tofauti katika eneo bunge hilo la Kitutu Chache South. Utendakazi wa kutoa hizo bursaries ni namna gani? Nataka nikuambie na niseme hapa. Ndio. Mbunge kufensi shule na waya. Hiyo sio suluhisho. Ndio. Na hiyo sio kutusaidia. Hakuna mahali sisi tumepitisha opinion leaders. Tumepitisha kwamba lazima mbunge akuje afensi shule na waya mesh. Tunataka kujua hii fence itachukua muda gani. Because unajua shule sinataka long term development. Ndio. Kama ni kufence una fence shule 2 ama 3 per term, lakini permanent fence, ile fence unajua itadumu. Hakuna vile sisi wananchi wa Nyatieko na Kitutu cha South tumekaa tukasema tusaidie kufence na utusaidie kufence na waya. Hiyo sasa ni kinyume na sheria ya pesa ya CDF. Ndio. What he normally does, anakaa na watu ambao wako allied na yeye. Ndio. Anakuambia pitisha hii. Mimi nimejaribu kuhudhuria vikao public participation kama 2-3. Uwezi pewa nafasi wewe. Anakuja na watu wake, anatuma mtu wa CDF. Inapitishwa, wewe uko hapo tu kama kiongozi unanyamaza. You not even you don't even have a chance to air your views. And ndio sababu nimesema there is rampant corruption within the Kitutu Chache South CDF office. Wanatoa watoto Kitutu Chache South. Wanatoa Nyankanda. Nyankanda which is not within our constituency. Kuliko mbunge anakaa na wenyeji, anawauliza watafute wapitishe shule moja yenye inaweza kutumika kama sponsor. Ndio watoto wetu wanafanya nini? Wanasoma hapo karibu. Wanatoa idhini sponsor, wanatoa pesa CDF, wanapeleka huko. Wenye wanapeleka wako na links. Vile hiyo pesa inakuliwa. So I'm actually not able to agree with my MP. Ndio. Na ndio mimi nimekuambia. The only way ni yeye achague kufensi na wire mesh. But the time is coming. Uchaguzi ni 2027. Ndio. Saa hii wanakuja wanafunga kioo. Our Simba Arati. Our able and a very committed governor. Ndio. Mbunge wangu wa Kitutu Chache South sisemi. Kuna watu wamekuja, kuna viongozi wamekuja. My brother wajogi yako hapo. Maombi yako. Sisi tunataka afanye kazi ya malale. It's up to him. Ndio. Kura inakuja. Kwa mheshimiwa wangu Amos. Ambaye ni Nyatieko ward. Ndio. Na watu wangu wa Nyatieko ward. Mimi nanyenyekea. Ninaomba tu tupendane. Tushirikiane. Tufanye kazi. Tujenge makanisa, tufanye michango. Tuongee na walimu wetu wafunze watoto wetu vizuri. Tuinue mashule yetu kwa njia tutaweza. Tuongee na viongozi wetu wa kanisa, mapadri, mapasta. Tuwe kitu kimoja. Ili tushirikiane na kiongozi ambaye yuko akikubali. Ndio. Tufanye maendeleo katika Nyatieko ionekane. Na kama kiongozi wetu hawezi, kama mheshimiwa wetu MCA hawezi kubali tushirikiane, hiyo ni juu yake. Ukweli ni kwamba sisi tuko nyuma. Na kura ikikuja, tunapotafuta kura ya Matiang'i, tukitafuta yetu, asikuje kulia. Ile akifanya mzuri, watu wa Nyatieko wanajua watampatia uongozi. Watamrudisha tu, na mimi sina shida na uongozi. Sina tamaa. Lakini nikiona ikiendelea hivi, kiongozi hawezi shika simu ya mtu wake, hawezi fungua hata kioo kwa gari aongeleshe kwa watu wake. My friend, it is hot like there before. Basi muda wetu umeyoyoma pale na umekwisha. Kwa mpenzi mtazamaji ambaye amekuwa akifuatilia kipindi chetu cha Pambazuko tangia wakati ule ambao tulianza 12 asubuhi hadi sasa hivi saa 3, basi tumesema ama tumeshukuru sana. Endelea kufuatilia Ndizi TV, ufahamu yale ambayo yanaendelea, usikie ni kipi kile ambacho kimezungumzwa na viongozi hapa nchini, na pia kupata burudani hapa na pale. Jina langu mimi ni Jeff Nyakundi. Tupatane tena hiyo kesho panapo majaliwa. Kwaheri kwa sasa. Thank you. Thank you so much.
Unatazama Ndizi TV Afrika. Unatazama Ndizi TV Afrika. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. BAS Camel Park Training College ndicho chuo hicho.